Hujambo na karibu tena msikilizaji na mtazamaji wa 49 Media. Leo tunaenda kusimulia historia ya shujaa mmoja kutoka katika kabila la Wasukuma, naye si mwingine ni Mwanamarundi. Cha kufanya kuwa na mimi mwanzo mpaka mwisho wa simulizi hii. Karibu kwenye simulizi ya historia ya Mwanamarundi, mmoja wa watu maarufu zaidi katika simulizi za jadi za Wasukuma. Hadi leo jina lake linatajwa kwa heshima katika maeneo mbalimbali ya mkoa wa Mwanza. Wapo wanaomkumbuka kama mcheza ngoma hodari, na wengine humwelezea kama shujaa mwenye akili nyingi, na wengine huamini alikuwa na nguvu za ajabu zilizowashangaza hata watawala wa wakati huo. Lakini Mwanamarundi alikuwa nani? Inasemekana kwamba jina lake halisi lilikuwa Iguru Mugomora na alizaliwa katika eneo la Kwimba, mkoa wa Mwanza, kipindi ambacho jamii ya Wasukuma ilikuwa ikiishi kwa kutegemea kilimo, ufugaji na uwindaji. Wakati huo kila ukoo ulikuwa chini ya utawala wa mtemi, na mila na desturi zilikuwa msingi wa maisha ya kila siku. Tangu akiwa mtoto, Iguru Mugomora alikuwa tofauti na watoto wengine. Alikuwa na mwili mrefu, miguu mirefu na nguvu nyingi. Wenzake walimshangaa kwa uwezo wake wa kukimbia umbali mrefu bila kuchoka. Alipenda kucheza ngoma kuliko kitu kingine chochote. Aliposikia sauti ya ngoma, aliacha kila kitu na kuanza kucheza kwa ustadi uliowashangaza watu wengi. Kadri alivyokuwa akikua, umaarufu wake ulianza kuenea kutoka kijiji kimoja hadi kingine. Alialikwa kwenye sherehe za harusi, mavuno na matambiko ya jadi. Kila alipocheza, watu walijazana kumtazama. Wazee waliinama kwa mshangao na watoto walitamani kuwa kama yeye. Baadaye alianza kuitwa Mwanamarundi, jina lililotokana na maumbile yake ya kipekee na namna ya alivyojitokeza mbele ya watu. Jina hilo likafunika kabisa jina lake la kuzaliwa. Umaarufu wake ulipoongezeka, alianza kukusanya vijana waliopenda ngoma na mazoezi ya kijadi. Hakuwafundisha kucheza tu, bali pia nidhamu, ujasiri na mshikamano. Kikundi chake kilijulikana kwa ustadi mkubwa kiasi kwamba watemi mbalimbali walikuwa wakikiita kwenye sherehe zao muhimu. Lakini pamoja na umaarufu huo, simulizi za jadi zinasema Mwanamarundi hakutegemea nguvu za mwili pekee. Watu wengi waliamini alikuwa na maarifa ya jadi yaliyomwezesha kufanya mambo yaliyowaacha watu wakiwa hawaamini walichokiona. Baadhi walidai aliweza kuwatoroka maadui kwa ujanja mkubwa, huku wengine wakisema alikuwa na kinga dhidi ya silaha. Madai haya hayajathibitishwa kihistoria, lakini yameendelea kusimuliwa kwa vizazi hadi vizazi vingi. Kipindi hicho Wajerumani walikuwa wameanza kuimarisha utawala wao katika maeneo mengi ya Tanganyika. Walikusanya kodi na kuweka sheria mpya. Simulizi za Wasukuma zinaeleza kuwa Mwanamarundi hakupendezwa na ukandamizaji huo, na mara nyingi aliwatatiza watawala hao kwa ujanja wake. Inasemekana askari walitumwa mara kadhaa kumkamata. Kila walipofikiri wamemzingira, aliwatoka kwa mbinu ambazo watu waliziona kuwa za kushangaza. Wengine walidai alijua njia zote za misitu. Wengine walisema alikuwa akisaidiwa na wananchi waliomficha kwa siri. Ndiyo maana hadithi zake zikazidi kuenea.
Kadiri muda ulivyopita, jina lake likawa ishara ya ujasiri. Vijana walipokuwa wakihimizwa kuwa jasiri, waliambiwa waige moyo wa Mwanamarundi. Wacheza ngoma walitumia jina lake kama mfano wa ubingwa. Wazee walitumia simulizi zake kuwafundisha watoto umuhimu wa kutumia akili kabla ya nguvu. Hata hivyo, Mwanamarundi hakutafuta utajiri mkubwa wala cheo. Kilichomfanya akumbukwe zaidi ni uwezo wake wa kuwaleta watu pamoja kupitia sanaa ya ngoma na moyo wake wa kutokata tamaa. Miaka iliyopita, simulizi zake ziliendelea kusambazwa kutoka kizazi hadi vizazi. Ingawa baadhi ya matukio yamechanganyika na hekaya na hadithi za jadi, jambo moja halijabadilika: jina Mwanamarundi limeendelea kuwa sehemu muhimu ya urithi wa Wasukuma. Leo hii ukitembelea baadhi ya maeneo ya mkoa wa Mwanza na kuzungumza na wazee wa Kisukuma, bado utasikia simulizi zake. Kila mzee anaweza kuwa toleo lake, lakini yote yanakubaliana na kwamba alikuwa mtu wa kipekee aliyeacha alama kubwa katika jamii yake. Hivyo basi, historia ya Mwanamarundi ni mchanganyiko wa historia ya jamii na utamaduni wa Wasukuma na simulizi za jadi zilizorithiwa kwa mdomo kwa zaidi ya karne moja, na ndiyo maana hadi leo jina lake linaendelea kuheshimiwa na kutajwa katika nyimbo, ngoma na hadithi za jadi. Mwisho wa simulizi hii unatukumbusha kwamba historia za jamii nyingi za Afrika hazikuandikwa kwenye vitabu pekee, bali pia zilihifadhiwa katika simulizi za wazee. Kwa hiyo tunapomsimulia Mwanamarundi, tunahifadhi pia sehemu muhimu ya utamaduni wa Wasukuma na historia ya mkoa wa Mwanza kwa vizazi vijavyo. Hivyo usisahau kusubscribe na kuturn on notification. Hii ni 49 Media. Asante sana kwa kunisikiliza.